Na tunazungumza mengi tokea siku ya Ine. And also Thursday. Na tunashukuru Mungu basi kwa Mungu ametusaidia katika siku ya leo. And I thank God because God has Niko nataka kwa dakika ya machache for these few minutes that I'm nipate kuzungumza to speak kuhusu habari ya manifestation ya Saint Esprit kumwamini mwamini Yesu Kristo. About the manifestation of the Holy Spirit to ama kwa mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo. Or to whoever who believe in Jesus. Basi tulisema hivi, I simply say kila mtu wote mwenye anamwamini Yesu, that whoever who believe in Jesus, na mtu mwenye anaokolewa, and who is already saved, anaitwa kwa ajili ya kutumikia Mungu. He is called to serve. Vile jinsi uko pale, as you are there, Mungu amekuita, the Lord called ni kusudi upate kumtumikia, to serve Him, ni kusudi upate kufanya kazi. It's for you to go into servanthood. Na kazi ziko nyingi ndani ya nyumba ya Mungu. There is a lot of ministries in church. Ambayo Biblia iko nauliza hivi, the Bible is saying, eske wote wanaweza kuwa manabii? that can all of them be prophets? Eske wanaweza kuwa wote walimu? Can all be teachers? Eske wote wanaweza kuwa wachungaji? Can all be pastors? Biblia inasema kwamba hapana. The Bible is saying no. Lakini Roho ni mmoja, But the Spirit is one, anayegawanya hizi kazi zote. the one who is giving us all. Inayo maana ya kwamba It is simply mean to ndani ya say nyumba ya Mungu that in the house kuna of God kazi nyingi there is a lot of ministries ambayo Roho Mtakatifu that the Holy Spirit anaendelea kuwagawanyia watu wake. is still pouring into. Kama vile naweza kupana mfano, As I can give an hata example, watu ambao wanafanya media that for those who do media, wanaongozwa na Roho. they are also led by the Basi Spirit, kama wanafanya service because they are also into ndani ya service nyumba ya Mungu, in the house of God. abafanye bure tu ya glory ya They leo, are not doing it for the glory of God. abafanye tu ya glory ya Papa Frank, They are not doing it for the glory of lakini God. wanafanya tu kazi ya Mungu ipate kuendelea They mbele. are doing it only to push the service of the Lord. Basi andiko linazungumza Because the Bible says kila mtu anaonekana kuleta kuni sehemu hii na that sehemu hii, everyone will give a kisha part, tunaiunganisha pamoja, and we will gather them sio all moto together. unawaka. And that's how Manake kazi ya it's Mungu going to happen. inatumikiwa kadiri jinsi kila mtu Mungu anaonekana kumwezesha. The work of God is to move according to how God has enabled you. Sasa pale ambapo tunasoma So where we just read in ni Leviticus, sehemu ambapo Mungu it's where God iko nazungumza na Musa is speaking to Moses, na kumwambia habari za kutakaswa kwa mtu ambaye anaonekana kuitwa mtu wa ukoma. and he's speaking about how someone has to be made whole. Sipende tena nirudie sana kuhusu habari za damu, I don't want to go so much into blood, lakini nilitaka nijiendeleze but I want to kwa speak ajili ya mafuta. about the oil. Parce que Ancien Testament Because in the Old Testament, ndio yenyewe ilikuwa alama moja that was the sign ambao Wayahudi wangelipasha tu ya kwamba that the Jews had to Mungu know anaanza tumika na huyo mtu. that God is moving with His Ni power. wakati mtu angelipasha papa mafuta It's only when they have to smear oil on the na person Roho Mtakatifu anakuja and the Holy Spirit to come na out kuanza kujimanifesti ndani ya yule mtu. and to start manifesting Himself. Yenebe na ingelipasha kuwa mafuta yote ya kila namna tu. And it's not only any type of oil. Haiko mafuta ya maweza. It is not a palm oil. Hapana. No. Ukisikia kisi Biblia inaonekana kuzungumza, If you read through iko nazungumza kuhusu habari ya olive oil. only speak about the olive Sio oil. yenyewe bangepasha ifanyia processes. That was the one that I have to do Ambao bangepasha kumwagia mtu so ambaye that it may anoint Mungu the man anamuita kwa kuserviri. to whom the Lord has called to serve. Ilitaka maanisha kwamba Simply mean to say kila mtu wote anayekuja ndani ya kanisa that any person who come to church kusudi apate kuwezeshwa kufanya kazi, for them to be able to serve the Lord, angelipaswa kujaa nguvu za Mungu. they first have to be filled with the Manake Holy mtu Spirit. It means hawezi fanya kazi ya you Mungu cannot serve God na uitumike vizuri and to do it really kama haupakwa mafuta na Mungu. if you are not yet anointed Basi by God. mafuta Because oil sio ingilipasa kuwa alama ya pekee is only and the only ya sign kuonesha kwamba huyu mtu to show that this person niye ndio namuita na kumweka the pale one pale. who has called them and placed them in that position. Utajiuliza hivi, You can ask yourself, eske mie jinsi niko hapa as I'm here, nimepakwa mafuta am I really anointed by ama God? sipakwa mafuta? Or I'm not yet Hata anointed? nikwambia kwamba Let me tell you this, Biblia inasema hivi, that the Bible says hakuna aliyekuja kwake kama asipokuwa alivutwa na Baba. that no one came to him if he was not called by the Manake Father. jinsi uko hapa It's mean that as you are here, ulionekana kuwa convaincu na Saint Esprit. you were convicted by the Holy Spirit. Après Saint Esprit kukuconvaincre, After the Holy Spirit to convict, yeye ndio alikuambia umwamini Kristo. is the one who told you to come to Christ. Unajua hao watoto ambao tunawabatiza, You know, for these children that have hakuna mtu mwenyewe wasukuma, no one really pushed them. hakuna mtu mwenyewe wakaza, No one enticed them. lakini moyo wake But only their spirit ndio ulisema was ready and na said, astahili sasa kubatiziwa. I need to be baptized.
kumfuata Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako. Follow Jesus as my personal Lord and Savior. Porque akamate ile decision. For them to take that decision. Kuko sauti ambayo iliongea na moyo wake. It's a voice that they had to hear. Ile sauti And that voice sio yenyewe ilimconvaincre. really had to convict them. Sio maana Yesu anasema kwamba That's why Jesus ule Roho Mtakatifu that spirit of God, atakuwa pamoja nanyi, that he will be with you, atakuwa juu and he yenu will be upon you, na atakuwa ndani yenu. and he will be in you. Roho atakuwa pamoja The nasi Spirit of God will be kwa in you, ajili ya kutukonvaincre kwa kumfuata so Yesu. that can convict you to follow Christ, Atakuwa juu yetu and he will be upon you kwa ajili ya ministeri. for the ministry. Atakuwa ndani He yetu will be in you kwa ajili ya protection. now for the protection. Hii ni activite This is the activity ambazo Roho Mtakatifu that the Holy Spirit anatumikaka has to kwa work wale watu ambao for all those bado hawajamwamini Yesu. who have not yet. Yeye tu anakuwa kuwakonvaincre, He's the one who is to convict kuambia kama Yesu ndio njia, that Jesus is the way. usibakie vile. Not only to Kisha sawa na mwamini, and once you believe, watumishi wanakuwekea mikono. the servant of God Basi is ndio ready. kisi reference maandiko nasema. That's where the word of God is. Wakati Paulo alipoonekana kufika sehemu ambayo inaonekana kutoa Efeso, That when the apostle Paul reached to Ephesus, akakuta watu ambao wanaonekana kubatizwa lakini hawajaza nguvu. and the many people were already baptized by Biblia inasema kwamba the Spirit of God. The Bible watakuwa says rebaptize. that they have to be baptized. Sema alikuwa rebaptize, After being akawekea rebaptized, mikono they have to lay hand on na them. Roho Mtakatifu akajimanifesti ndani mwao. Directing the Holy Spirit out. Kwa sababu gani? Because Basi andiko nasema the word is saying ahadi ya kupokea Roho that the promise of receiving the Spirit of God ingelikuwa tu ni katika jina la Yesu Kristo. can only come through the word of God, the name of Jesus. Ndio maana kila Mkristo That's why any believer, kile kisu uko pale, as you are there, Roho Mtakatifu the Spirit of God, tokea siku ulipobatizwa since you were ukamwamini Kristo kuwa na mwokozi wa maisha yako, received Jesus as your personal Lord and Savior, akakuja akafanya makao na maisha yako, came and dwelt and settled in your heart, akafanya makao, akatulia and He settled in your heart, ndani ya moyo wako. in your heart. Unaweza kusantire manifestation immédiatement You can feel the manifestation directly parce que inadependre na divinité yake. because it depends on His divinity. Unaya divinité ya Mungu You know the holiness of God. inakuwaka mkubreak, inakuwaka mkuvunja sheria. It can break any law. Divinité ya Mungu The